Kanali Boma alipoteza wanajeshi 3 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Kwenye mapigano ya Mutukula Uganda, kila kitu kilisambaratishwa, hadi watu walitafunwa kama korona. Mabuldoza yalifukia nyumba zote za udongo na vitu vyote vilivyokuwemo. Vikongwe walioshindwa kukimbia waliwahishwa kufa kwa shaba. Kufikia mchana Mutukula haikuwapo tena. Habari za ushindi zilimfurahisha sana Nyerere, lakini hakufurahishwa na habari za mauaji yaliyofanywa na jeshi lake. Akawaambia msiue tena raia. Jifunzeni mnapokuwa vitani kupambana na adui. Raia na mali zake alindwe. Lakini taarifa hizo za Mutukula zilipomfikia Amini, alizipuuza na kuendelea kula bata. Ilikuwa ni maadhimisho ya miaka 8 ya utawala wake. Rais na watu wake wanakula, vijana wake wanaliwa. Kitendo hiki kiliwavunja moyo Waganda. Muammar Gaddafi naye alivyopata taarifa hizo akamtaka Nyerere aache kuipiga Uganda. Nyerere akamjibu, tunapigania kwa ajili ya usalama wa nchi yetu. Hatupigani kwa sababu ya kumngoa Idi Amini. Meja Jenerali David Musuguri kupitia operation Chakaza ndo aliongoza uvamizi wa Uganda baada ya Brigadier General Tumaini Eli Kiwelu kumaliza awamu yake ya kwanza na kisha kurudi Dar es Salaam. Meja Jenerali Msuguri aliona vita hii kama ya watu wawili, yeye na mwanafunzi wake Amini. Alimpokea katika jeshi la mkoloni King's African Rifle KAR na kumfundisha kazi. Jenerali Msuguri alisema alichukizwa na unyama wa Idi Amini hadi kutamani kumchinja endapo angemkamata. Bahati yake Amini alikamatwa na classmate wake Jenerali Silasi Mayunga. Si unajua tena zimu ilikujualo Kwa hiyo Amini alikutana vitani na bosi wake akakalishwa chini kwa sababu masikio hayazidi kichwa. Huyu Meja Msuguri ana historia ndefu na majeshi. Alianza jeshi akiwa na umri wa miaka 13 na kulitumikia jeshi la Tanzania kwa miaka 58. Ametimiza miaka 100 juzi tu. Leo mtoto wa miaka 13 hata kufua nguo zake hawezi. Anafuliwa na dada wa kazi. Shule anapelekwa na dada. Akichelewa kurudi tu, simu zinaanza kupigwa kwa walimu wakidhani mtoto ametekwa. Msuguri akaanza na mkakati wa kuteka miji ya Masaka na Mbarara. Shughuli iliyofanyika kwa siku 2 tu, yani Ijumaa na Jumamosi ya Februari 23 na 24 mwaka 1979. Usiku mmoja kabla kushambulia vilima vya Simba, kuna makamanda wa Tanzania waliwachezea Waganda mchezo mbaya kweli. Jamaa waliwasiliana wenyewe kwa kutumia redio za upepo. Mmoja akauliza, "Wacuba wameshakaa tayari upande wa kulia?" Halafu akajibiwa, "Tayari afande." Kisha akauliza tena, "Waisraeli wameshajiweka tayari upande wa kushoto?" "Wako tayari afande," alijibiwa. "Na je, Wamarekani nao wameshakaa tayari eneo la kati?" "Wako tayari afande." Kisha akasema, "Haya, twende kazi sasa." Majeshi ya Idi Amini yalikuwa yanafuatilia mawasiliano hayo ya redio. Baada ya kusikia mawasiliano hayo, ndani ya dakika chache majeshi ya Uganda yakaanza kulikimbia eneo hilo, mmoja baada ya mwingine. Hii kweli inaitwa akili ni nywele. Siku iliyofuata Idi Amini aliingia redio Uganda na kutangaza kuwa nchi yake imevamiwa na Watanzania, wa Israel, wa Cuba na wa Marekani. Amini alilishwa matango poli akawachura. Hapo ndo nikamkumbuka Rais Kagame wa Rwanda aliposema vita ni zaidi ya silaha. Unaweza kuwa na silaha nzuri lakini bado ukapigwa kirahisi tu. Kwa akili ya makamanda wa Tanzania, majeshi ya Uganda yakala kona. Lakini Msuguri alikemea kitendo cha makamanda hao, ingawa matokeo ya walichokifanya yalikuwa super. Baada ya kukamilisha kazi ya kuteka vilima vya kikanda, Nsambia na Simba, sasa njia ikawa nyeupe kuushambulia mji wa Masaka na Mbarara. Brigedi ya Silasi Mayunga aliyekuwa kiongoza brigedi 206 ndiye aliyekutana na hali ngumu zaidi. Kiasi cha kilomita 45 kutoka mpaka wa Tanzania, karibu na mji wa Gayaza, vifaru viwili vya kikosi cha Luteni Shimani vilipigwa kombora na majeshi ya Idi Amini. Watanzania 24 walipoteza maisha, lakini hawakuvunjika moyo. Wakasonga taratibu kuelekea Masaka upande wa mashariki na Mbarara upande wa magharibi. Njia nzima ilikuwa ni mapigano tu. Maeneo ambayo kulikuwa na mapigano makubwa ni pamoja na miji ya Kiotera, Kalisizo, Bukeri, Sanga,
Miakitele na kadhalika. Wanajeshi wa jeshi la Amini wakawa wanakimbia hovyo huku wakifiatua risasi hovyo kama vichaa. Vijana wa Tanzania walipofika Masaka walikutana na kijana wa Kitanzania aliyefanikiwa kutoroka baada ya kutekwa na vijana wa Amini. Kijana aliwaambia ameacha zaidi ya mateka 2000 kutoka Tanzania wakiteswa katika kambi ya mateso ya Kalisizo. Hata hivyo vijana wa Nyerere walipofika Kalisizo hawakukuta hata raia mmoja aliyeshikiliwa, ila waliwakuta askari 600 wa Amini wakisubiri kushambulia. Mara askari hawa wa Amini walianza kufanya hivyo, lakini walipopigwa mzinga wakajikuta wameyeyuka kama mkate kwenye chai. Waliobahatika kukimbia walikimbia. Zaidi ya askari 200 wa Amini walitafunwa katika shambulio moja la Kalisizo. Baada ya ushindi wa Kalisizo, vijana wa Nyerere walitulia kujipanga namna kushambulia mji wa Masaka. Usiku wa kuamkia Jumamosi ya Februari 24 mwaka 1979, mji wa Masaka ukawa umezingirwa na vijana wa Nyerere. Baada ya muda mfupi, brigedi 201 na brigedi 208 zikaanza mashambulizi. Sehemu ya kwanza kushambuliwa ilikuwa ni kambi ya jeshi ya kikosi cha Suicide kilicholinda mji wa Masaka. Kikosi hicho cha Suicide kilipoelemewa kilikula kona. Ilipofika jioni ya Jumamosi Februari 24, mji wa Masaka ukawa nyang'anyanga. Vijana wa Nyerere wakajipongeza kukamilisha awamu ya pili ya mashambulizi yao vizuri. Sasa ikaingia awamu ya 3 kumaliza kazi kabisa. Lakini Rais Julius Nyerere, kwa kuhofia lawama za kimataifa, alitaka vijana wake wasijipeleke mbele sana, bali waache waasi wa serikali ya Idi Amini wafanye hivyo, alafu vijana wake Nyerere waje nyuma yao. Hapo ndipo walipokuja kuingizwa kina Yoweri Kaguta Museveni, ambaye alipewa eneo la Mbarara na Paulo Muwanga akapelekwa Masaka. Baada ya muda mfupi Museveni alifanikiwa kupata wapiganaji kiasi cha 2000 kutoka Mbarara. Idi Amini bado alikuwa madarakani na alikuwa mjini Kampala. Vijana wa Nyerere wakaanza safari ya kwenda Kampala alikuwa Amini. Jijini Dar es Salaam bado Nyerere alikuwa na kuna kichwa. Aiteke Kampala la kumkamata Idi Amini halafu avumilie kelele za jumuiya ya kimataifa, au aepuke kelele hizo kwa kurudisha vijana wake nyuma na kumwacha Amini akiendelea kutawala Uganda. Huku Nyerere akiumiza kichwa na Amini naye aliumiza kichwa vile vile. Vijana wake Amini walimshauri kuharibu madaraja yote ili vijana wa Nyerere wasiweze kumvamia kirahisi Kampala. Lakini Amini akagoma kwa hoja kwamba ikiwa watavunja madaraja ili wasivuke, hatimaye hata yeye mwenyewe asingeweza kuvuka kuwakimbia vijana wa Nyerere. Alipewa jeuri ya Gaddafi ya kumlinda, lakini akamtosa. Maji alipofika shingoni, alitoroka zake kwa helikopta mpaka Libya na baadaye Saudi Arabia. Maafisa wa Tanzania wakaanza maandalizi ya serikali mpya katika kikao cha Moshi. Wapiganaji wote walikutana pale na kwa sauti ya pamoja wakampendekeza Yusufu Lule kuwa mwenyekiti na Muwanga kuwa mkuu wa jeshi. Walikubaliana pia kuungana na kuunda Uganda National Liberation Army, UNLA, ikiwa na watu 2000. Aprili 10 vijana wa Nyerere wakaikamata Kampala na kuwekwa chini ya UNLF. Oite Ojok akaenda redio Uganda kutangaza kwamba jiji limekamatwa na serikali ya Amini imepinduliwa, na hivyo akawaomba wananchi utulivu. Lakini pia akawaomba wanajeshi wa Amini popote wajisalimishe. Jenerali Msuya akaitawala Uganda kwa siku 3 akimsubiri aliyetakiwa kuwa rais wa mpito Yusuf Kironde Lule kuja kuchukua nchi yake. Tarehe 13 April, Lule akaapishwa kuwa rais wa Uganda na serikali yake kutambulika kimataifa. Vijana wa Nyerere waliendelea kulinda usalama wa serikali changa ya Lule. Hata hivyo, Lule alitawala kwa siku 68 tu akapigwa chini. Godfrey Lukongwa Binaisa akachukua nchi. Julai mwaka 1979, Organization of African Union, leo hii AU, ikaitisha mkutano kumkanya Nyerere kwa kitendo cha kuivamia Uganda kinyume cha sheria za OAU. Rais Gafari Nimeri wa Sudani alimwakia Nyerere kishenzi. Nyerere akabaki kushangaa.